anatuangusha. Si ndio hivyo? Unaona watu walikuwa wanatazamia. Aseme kwa ifanye nini? Roma. Bwana Yesu asiwe. Nafikiri aliposimama hapa kwa kufungua ibada ya mzee huyu ambaye amesema kwamba kila siku inakuwa na majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama tulivyo hapa, kila mtu ana sura yake, na ndio kisi hali ya maisha gisi ilivyo pia. Kuna siku ya furaha na siku ya huzuni na siku ya kushangaa, ndio hivyo hivyo. Tukubali kila hali. Lakini pamoja na hiyo ni kwamba tuwe tunajisikia ni wadeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama unajisikia uko mdeni, utakuwa haraka sana kutafuta namna ya kulipa hiyo deni, si ndio? Kwa sababu kuna watu wengine akichukua deni anaona kama si kitu. Sasa unapochukua deni na unaona si kitu, hata mwenye deni anashindwa kukuelewa, si ndio? Na sisi ni wadeni. Tuko hapa kama vile neno la Mungu linavyosema. Naomba tusome kwamba kuna nini? Bwana Yesu asifiwe. Anasema haisumbui. Lakini naona hapa ilikuwa imekata tena. Naomba tusome katika kitabu cha Yakobo sura yake ile ya kwanza. Tutaanza mstari ule wa 22, tutaishia kwa 27. Naomba tufuatane. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, bali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyu ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana ujiangalia kisha uenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa umo, asiwe msikiaji msahahulifu, bali mtendaji wa kazi, huyu atakuwa heri katika kutenda kwake. Mtu akizani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, ili hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyu haifai. Dini iliyo safi, isiyo na dosari mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama mayatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Nafikiri tumefuatana vizuri kwa somo hili ama kwa neno hili. Hapa neno la Mungu linataka kutuambia kwamba tusiwe wasikiaji tu, bali tuwe watendaji. Ni kwamba kama tumekuja kanisani, tumekuja ili tufanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja ili tufanye kazi. Imefananishwa hapa na mtu, kila mtu hapa asubuhi alipoamka, nafikiri ameenda kujisaidia, akajiosha, akavaa, na mwishowe akajiangalia kwenye nini? Kwenye kioo. Si ndivyo? Angalie kama yuko smart, sio vile, yuko sawa. Lakini hivi tulivyo hapa, kuna mtu anajijua jinsi alivyo. Ili mko hapa mnajijua jinsi ulivyo hivi. Kila mtu anajijua jinsi usoni wake jinsi alivyo. Labda waende tena wapi? Kwenye kioo. Si ndio hivyo? Maana mtu ajione. Kioo ndio kinakusaidia ujione kama wewe uko namna gani. Na Biblia hapa inatuambia kwamba ikiwa tunakuja kanisani, tunakuja kuambia neno la Mungu, tulishike.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama tunaambiwa na tunakwenda kusahau, ni kama vile mtu anayejiangalia kwenye kioo na anashindwa kujitambua jinsi alivyo tena. Tumeitwa ili tuwe watendaji. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuitwa ili tuwe wasikiaji. Na hapo nasema kwamba dini iliyo safi mbele za Mungu, tunaambiwa hapa ni dini gani? Dini iliyo safi mbele za Mungu, tumeambiwa ni dini gani? Na kabla sijaenda huko, eski hivi tunafahamu neno dini maana yake ni nini? Neno dini maana yake ni nini? Eski hivi dini na kanisa ni kitu kimoja? Tukisema dini tunasema kanisa? Tunaelewa kanisa ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna mambo mengi ambayo tunayatamka na kuyasema, labda tunashindwa kuelewa maana yake, si ndivyo? Unafananishwa na mtu anayejiangalia kwenye kioo na baadaye unaondoka hujui jinsi ulivyo. Kwa sababu nini? Tunafundishwa, na baada ya kufundishwa huko tunafanya nini? Tunakwenda kusahau. Tutakuwa na maendeleo kweli? Tuna wanafunzi hapa wanakwenda darasani, si ndivyo? Walimu wanafundisha. Na baada ya kufundisha walimu wanafanya nini? Wanakagua, wanaangalia kama wanafunzi walishika, wanafanya mitihani hao wanafunzi. Si ndio hivyo? Na unapofanya mtihani, mwalimu anataka afanye nini? Anataka ajue nini? Kile ulichofundishwa kama umefanya nini? Umekishika. Si ndio hivyo? Ndio maana ya ule mtihani. Na kama mwalimu amefanya mtihani, wewe umeshindwa na ule mtihani, mwalimu atajua kwamba huyu hajafanya nini? Hajashika. Masomo ya hapa na kwetu tulikotoka sisi kule Kongo ni tofauti, ama pale makambini. Mwanafunzi akifeli pale kambini, hapa pale Kongo hawezi kupanda darasa. Ndio hivyo? Hata ufanye miaka 5 huko na kosa, utabaki kwenye lile darasa. Lakini hapa Marekani ukose, usipokosa nini, wote mnafanya nini? Mnapandishwa. Si ndio hivyo? Lakini kunafika sehemu hata kama wanasema umegraduate, lakini ukigraduate na uko na F, utaendelea kupata scholarship? Hapana. Mwisho wako umefanya nini? Umefika. Ndio maana unaona wengi wana graduate, tunaenda tunashangilia, watoto wote wana graduate, lakini huyo mtu anashindwa kwenda college. Na wanafunzi wetu au watoto wetu hawatuambie ukweli. Utakutanisha amegraduate, lakini alama zake ziko chini, hazimruhusu kwenda wapi? College. Utazani nimegraduate, kumbe uligraduate kwa kumaliza tu shule, lakini usiendelee tena, wewe baki nenda kampuni. Lakini wale ambao wana graduate na wakiwa na alama nzuri, wanapata scholarship na wanakwenda wapi? University, na wanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wameshika. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunapofundishwa tunaalikwa tufanye nini? Tushike. Na kama tukushika, tunafananishwa na mtu aliyejiangalia kwenye kioo na akajisahau. Bwana Yesu asifiwe. Basi nilitanguliza neno hili kwa sababu leo tunataka tuendelee na mafundisho yetu. Mara nyingi tunafundisha na tunakata. Na tunapokata watu huko wanaendelea kusahau. Katika mafundisho ambayo tunayo kwa sasa, kama nilivyotangulia kuuliza hapa, kuna tofauti ya dini na kanisa. Na si kila dini ambayo inaweza kuwa ndani ya kanisa ama inaweza kuleta kanisa. Naomba mtu mmoja aniambie mfano mmoja wa dini. Mnajua dini. Nani anaweza kunipatia mfano mmoja wa dini? Kwa mfano gani tunaweza sema hii ni dini?
Mwalimu anasema dini mfano tu, kitu dini. Sasa mfano, unaogopa kutamka mzee. Kwa mfano Ukristo, si ndio hivyo? Tukisema Ukristo ama dini ya Kristo, Ukristo ni dini, si ndio hivyo? Ukristo ni nini? Ni dini. Kuna mtu atataja dini nyingine ambayo anaifahamu tofauti na Ukristo? Kwa mfano mama, kwa mfano Bahai. Tunajua Bahai, dini ya Bahai, ya Baula, hiyo pia ni dini, si ndio hivyo? Mfano mwingine wa dini, Uislamu, Umalikia. Nafikiri imetosha. Ama kuna wengine wanaendelea kutaja? Babuda, Baitawala, Hinduism ndio Babuda, Satan Temple, kanisa la nani? La mashetani. Tunaliita kanisa la mashetani lakini kwa kukosea. Hiyo sio kanisa, ni dini. Sasa niombe tuelewe kanisa sasa. Kanisa ni nini? Tumeshataja. Mnajua Uislamu? Si mnajua Ukristo? Kanisa sasa, tutele mfano wa kanisa. Ndio mwalimu. Methodist. Community of Christ. Ni kweli hizo ni kanisa? Hiyo ni kanisa? Tukisema Methodist ni kanisa? Ni nini? Ni dhehebu. Kumbe kuna kitu kingine tofauti ya dini na kanisa. Pia kuna dhehebu. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema Methodist ni dhehebu. Kwa nini mwalimu tuambie tofauti? Kwa nini tusiseme Methodist ni kanisa, ni dhehebu? Unaweza tuambia tofauti iko nini? Tunaweza kusema ni dhehebu kwa sababu mikakati iliyomo katika Methodist sio iliyo katika community. Mwingine ataongezea, amesema mikakati au zile doctrines. Ama doctrine. Si ndivyo? Zile sheria kwa mfano wa Methodist wanazozifuata na community Kristo wanazozifuata zinakuwa na utofauti. Lakini hao wote wanamwabudu Mungu, sivyo hivyo? Kwa jina la nani? La Yesu. Wa Methodist wanamtangaza Kristo, sivyo hivyo? Wa community of Kristo wanamtangaza Kristo. Hao wote wanapatikana katika dini gani? Dini ya Kikristo. Si ndio hivyo? Lakini katika kumfuata Yesu Kristo wanakuwa na sheria tofauti. Si unaelewa pale? Lakini wote wanamtangaza nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana zinasemwa hawa ni dini ya Kikristo lakini wanakuwa kwenye madhehebu tofauti. Ni kama vile mtu mmoja, mzee hapa, simama mzee wangu. Si mnamfahamu mzee? Watoto wake wasimame. Watoto wao mzee wako hapa? Bwana Yesu asifiwe. Si mnaona huyu mzee ana watoto wengi hapa? Hao watoto wote wana jina moja, lakini wote ni watoto wa nani? Wa mzee. Tunamchukua mzee kama vile mfano wa dini. Na hawa watoto sasa wanakuwa madhehebu. Kwa sababu wako kila mmoja tofauti ya mwingine pale. Lakini wote ni wa mzee hapa. Na tukisema dini, ndani ya dini mnakuwa pia na nini? Na migawanyiko. Ile migawanyiko ndio inaunda sasa madhehebu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tukimwona Methodist hapa, sisi tunamhesabu kama ndugu. Kwa sababu bora hata sema Pele si ndugu yake.
Hilo ni ndugu yake, si ndivyo? Ndio maana wote wanaomwabudu Yesu Kristo, hao ndio wanaunda kinachoitwa kanisa. Wale wanaomwabudu Yesu Kristo, hao ndio wanaunda kitu kinachoitwa kanisa. Lakini nishawahi kusikia watu wengine wanasema alienda kwa kanisa ya Bahaula kule. Kuna goga kwa kanisa kule kwa Bahaula. Ile si kanisa. Wanaita Sunday. Okay? Wenyewe hawaiti kanisa, wanaenda kwenye center, si ndivyo? Za kwa ni masenta. Lakini kitu kinachoitwa kanisa ni wale waliokubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hiyo ndio kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio dini yetu sisi. Hata kama tuko kwenye madhehebu, lakini tuko kwenye dini ya Yesu Kristo. Sasa haya madhehebu tumesema yako tofauti kulingana na nini? Na sheria zao. Na zile sheria zinakwenda kuwatambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zile sheria zinakwenda kuwatambulisha. Na utaona hii ni kanisa fulani, ama hii ni madhehebu fulani. Si ndio hivyo? Kulingana na nini? Na utambulisho wao. Na sisi hapa kama jumuiya ya Kikristo, sisi ni dhehebu katika kanisa la Kristo, ama katika dini ya Kristo. Na sisi hapa kanisa letu hili la jumuiya ya Kristo linakuwa na utambulisho wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama ili somo lishafundishwa hapa la utambulisho. Sisi tunatambulika kwa nini? Kitu gani kinakutambulisha sisi ni dhehebu ya Kristo katika jumuiya ya Kikristo? Sisi kitu gani kinatutambulisha? Naomba tujikumbushe, kwa sababu tusio wasaulifu. Ndio tumesema tusio watu wa kujiangalia kwenye kioo na baadaye tunajisahau. Na ishafundishwa hapa utambulisho wetu sisi. Kitu gani kinatuonyesha sisi tuko tofauti na Methodisti? Kitu gani kinatuonyesha sisi tuko tofauti na Yesu Mjibu? Kitu gani kinatuonyesha sisi ni tofauti na kuomba? Ni kitu gani? Utambulisho wetu sisi ni upi? Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji anasema kwamba sisi tuna nembo. Na hiyo nembo inapatikana wapi? Kila mtu anayo hapa kwenye nguo yake. Kwenye majengo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Majengo ya jumuiya ya Kristo kuna nembo. Sijui kama unaweza kutia ile nembo pale ubaoni waione. Tujikumbushe. Imeonekana pale. Hiyo ni kwa hapa katikati, ambao umeandika kwa Kiingereza peace. Peace maana yake nini? Amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye nembo hii kuna vitu vitatu, sivyo? Kuna mtu ama mtoto, kuna mwanakondoo na simba, sivyo? Wako kwa pamoja. Je, katika fikra zako, katika kuwaza kwako, hivi vitu vitatu ama haya mambo matatu yanaweza kukaa kwa pamoja? Nafikiri simba akiwa pale ni kurarua tu, si ndivyo? Simba yeye ni kufanya nini? Ni kurarua. Lakini sisi tumechukua nembo hii ikiwa na maana gani? Ikiwa kwamba kanisa hili letu la jumuiya ya Kikristo tumesimamia kutangaza amani. Bwana Yesu asifiwe. Tumesimamia kutangaza nini? Amani. Na amani hii inatakiwa ianze ndani yako binafsi. Kwa sababu ikiwa ndani yako itamwambukiza na jirani, ndio? Lakini ukikosa amani wewe ndani yako, vipi utatafuta amani kwa jirani? Tunatafuta amani ndani yetu, tunatafuta amani katika majirani,
amani katika vijiji, katika jumuiya, hata katika dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Tunatangaza ulimwengu wenye amani, kwa sababu Biblia yenyewe inasema kwamba walio ndani ya Yesu Kristo wana nini? Wana amani. Na Yesu anasema kwamba amani ambayo ninawapa mimi iko tofauti na amani mnao ya dunia yenu. Yeye anatupatia amani ambayo katika amani hiyo inaturuhusu tuwapende hata maadui zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna andiko moja hapa inasema, ikiwa wewe unampenda tu yule ambaye anakupenda, umefanya kitu gani cha ajabu hapo? Lakini ukimpenda yule ambaye amefanya nini? Anakuchukia, yule ambaye amesimama kinyume na wewe ukionyesha upendo kwake, hapo inaonekana wewe unatangaza amani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hii nembo kuna utambulisho mwingine. Kuna kitu kingine ambacho kinatutambulisha, kwa sababu kwanza kabla ya yote kwenye ID ya mtu inaanza jina. Ndio maana nilikuwa nakumbusha sasa. Okay, mwalimu ndio mwalimu aongeza kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amesema kwamba mbele ya kutaja hii nembo tungelianza na jina. Hiyo ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na kama mimi sikusimama pale kwa jina ni kwa sababu ni kama vile tunafanya, mnasema nini kwa Kiingereza? Mwalimu samahani. Mimi sijibu kama mwalimu. Najibu kama ndio, ndio. Kwanza alijibia hivi. Utambulisho wetu wa kwanza ni ile nembo. Ndio. Mwanafunzi wa pili najibu utambulisho wetu wa kwanza ni jina. Ndio. Najibu kama wanafunzi. Ndio. Usinichukue kama sijachukua kama mwalimu, nitaka tu nionyeshe, kwa sababu unajua tulitia neno, nimeongeza neno kwamba tungepaswa kuanza, na ndio maana nitaka kwenda pale. Tungepaswa kuanza na jina, kwa sababu babembe katenda chini ye ibolo kwa hiyo maana anabotwa obuto mwana na yakitini ile yekanjito chiba kiyo na mwashipanga wabene alo changibe. Na pia pamoja na hii nembo tunajulikana pia kwa jina. Hivi kuna watu ambao wanajua jina letu, jina la kanisa hili Kanisa letu tunaitwa Jumuiya ya Kristo. Tunaitwa Jumuiya ya Kristo. Sasa hii jumuiya ya Kikristo inakuwa na vikundi. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, naomba tusichanganishe mambo hapa, kwa sababu tukisema jumuiya ya Kikristo tunasema nuru ya matumaini, watu wengine tunabakia hatuelewi. Sasa si ndio hivyo? Jina letu sisi tunaitwa Jumuiya ya Kikristo. Hili ndio jina la kanisa. Kwenye hili kanisa watu wamejiunda kwenye vikundi. Sasa kila kikundi kinakuwa na jina lao lingine. Sasa ndio hizo zinaitwa sasa kutaniko. Kwa lugha nyingine nini Waingereza mnasema? Sema mama kwa nguvu. Wafaransa wanasema, kwa Kiswahili tunasema kutaniko. Bwana Yesu asifiwe. Mkibembe tunaweza kuita eembe, ndio hivyo. Lakini sisi wote ni wa jumuiya ya Kristo, ndio kanisa letu. Lakini sasa kwenye jumuiya ya Kikristo, kwenye jumuiya ya Kristo, sisi katika kundi letu, katika kusanyiko letu tumejipanga kwa jina la nuru ya matumaini. Hawa wazungu ambao wanaingia hapa wenye jengo hili wanaitwa nao nuru ya matumaini? Wanaitwa kundi ya 39. Wao wamechukua jina la barabara yao ya mtaa, ndio wamejipanga. Hapa Independence tu kuna makutaniko zaidi ya 30 kwenye hili kanisa. Maana kuna
yale makanisa madogo madogo, tuseme yale makanisa ya mahali zaidi ya 13 yenyewe iko hapa Independence. Bwana Yesu asifiwe. Na kila kundi linakuwa na jina lake, lakini wote jina kubwa tunaitwa jumuiya ya Kristo. Huu ni utambulisho wetu. Utambulisho mwingine ambao unatutambulisha ni hayo mawili tu. Slogan. Asema tunakuwa na slogan. Kwa Kiswahili, kwa Kiingereza ndio mnaita slogan. Slogan. Kwa Fransisi ni Wafaransa tunaita slogan. Kwa Kiswahili slogan ndio nini? Ni kama kauli mbiu, si ndio? Ni kama vile tuseme kauli mbiu, tuseme neno moja ama tamko moja ambayo ikitamkwa ile na watu wanajielewa ni watu gani. Tuna mfano, tuchukue mfano ambao ni halisi kwetu. Kuna kanisa la tatu kule linajiita kanisa la tatu la Malkia wa Ube. Hivyo wakikutanana wanasalimianaka jambo, si ndivyo? Wanaishia hapo tu. Wanafanya jambo mara ngapi? Mara tatu. Sasa wao ukifanya mara moja huko wa kwao, lakini wao wakisema mara tatu tayari wanajitambua, si hivyo? Hiyo ndio inaitwa slogan. Kile kitu ile tamko ambayo inawatambulisha. Sasa sisi slogan yetu ni nini? Slogan yetu sisi yetu. Slogan yetu ni huduma ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kanisa jumuiya ya Kikristo, ukiambia mtu mwingine hapa huduma ya Kristo, yeye atakujibu mara moja huduma yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo slogan kwetu sisi ni kama vile bado haijaingia, si ndio? Kwa sababu ukikutana na mtu huko barabarani umwambie huduma ya Kristo, nafikiri hata kujibu. Hivyo naweza kujibu kweli? Kwa sababu haijakaa ndani yetu. Lakini ikiwa mimi ningesema tuanze kuitumikisha, si hapa kanisani tu, hata huko mabarabarani tunakutanana. Nikishajua mzee hapa ni mmoja wetu katika jumuiya ya Kikristo, pale kumsalimia jambo, mimi nasema huduma ya Kristo. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Tukianza kufanya hivyo na watu wengine walio pembezoni wataanza kutushangaa. Hawa wamesalimiana aje? Hawa ni watu gani? Tunaposalimiana hivyo tayari tunafanya nini? Tunaanza kumtangaza utambulisho wetu. Na watu watatutambua na watakuuliza swali tu. Nini mnasalimianaje? Nini ni watu gani? Tayari umepata nafasi ya kufanya nini? Ya kuongea moja ama mbili kuhusu huduma yetu. Si ndivyo? Na katika slogan hii kuna kitu ambacho tunajitwika. Kuna kitu ambacho tumevaa. Tukisema huduma ya Yesu ni huduma yetu, inaonyesha kwamba tufahamu Yesu alifuata nini. Huduma yake hapa duniani ilikuwa nini? Ndio maana tumesoma kitabu kile cha Luka ile ya 4 sura yake ya ni sura gani ile? 18 hadi 19. Inasema kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha uhuru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Luka hapa amenukuu maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na maneno haya yalitabiriwa hapo awali. Ukisoma katika kitabu cha Isaya, sura ngapi ile? 61.
Ukisoma Isaya 61 pale utakutana maneno haya. Nabii Isaya alitabiri miaka 100 huko kabla ya Yesu hajazaliwa. Ya dunia iwe ya dhambi. Alikusudia watu waishi duniani milele wakiwa kwenye raha, amani na salama. Bwana asifiwe. Lakini huyo mwovu alimdanganya mwanadamu akadumbukia kwenye dhambi. Kulifanywa njia nyingi sana ili kutaka kumwokoa mwanadamu, lakini hazikufaulu, zilifeli. Wanyama walichinjwa, lakini watu wakatia kama desturi. Si nitafanya dhambi tu, baadaye nitatoa mnyama na mambo yatakwisha. Nitaua tu na baadaye nitatoa mnyama na mambo yatakwisha. Mungu akaona kwamba damu ya mnyama haifai kabisa kumkomboa mwanadamu. Ndio Mungu mwenyewe akafanya nini? Akajitoa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe akafanya nini? Akajitoa. Akavaa mwili wa mwanadamu. Akauawa. Lakini kifo hakikumshinda, alishinda kifo. Na ndio maana tuna matumaini kwamba tukiwa ndani ya Yesu Kristo, sisi si wafu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa ndani ya Yesu Kristo, sisi si wafu. Hata kama tunaweza kufa leo, tunafananishwa na mfano wa Lazaro. Yesu alisema kwamba amelala kwa sababu siku moja atafanya nini? Atamfufua. Na sisi japokuwa tunaweza kupatwa na mauti leo, na tuko ndani ya Yesu Kristo, sisi hatujafa, tuna uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu siku moja tutafanya nini? Tutafufuliwa na tutaishi na Yesu milele. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuseme kwamba Yesu amekuja kutangaza habari njema. Habari ya njema ambayo inaitwa ni Injili. Na pamoja na kutangaza habari njema, watu kuacha dhambi, kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu, pia ametangaza huduma ya masaidiano. Bwana Yesu asifiwe. Pia ametangaza huduma ya masaidiano. Ndio maana tumesoma kule kwenye andiko la Yakobo kwamba dini iliyo safi. Bwana Yesu atubariki. Dini iliyo safi ni kuwaendea wenye shida. Si ndio hivyo? Ili tushiriki pamoja nao katika shida zao. Tujaribu kuwafariji katika mateso waliokuwa nayo. Na kanisa letu pia linakuwa na ujumbe. Kanisa hili la Jumuiya ya Kikristo tunakuwa na ujumbe. Ujumbe gani ambao tunautangaza? Ujumbe wa Yesu Kristo. Ndio maana tunakuwa na slogan kwamba huduma ya Yesu, huduma yetu. Na kile Yesu alichokifanya ndicho kile tunatakiwa na sisi tukifanye. Tuwaambie watu waje kwa Yesu, na pia tujenge jumuiya ama familia zenye furaha, amani, upendo, masikilizano na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi ambayo tunayo, aliyofanya Bwana Yesu. Kwa sababu yeye aliwaambia watu waje kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Sivyo? Na wote waliokuja kwake na shida aliwatatulia. Bwana Yesu asifiwe. Aliwasaidia. Waliokuwa na njaa walipata chakula. Waliokuwa wagonjwa waliponyeshwa. Na sisi tunakuwa katika nyayo za Yesu Kristo. Tuwaite watu wajiunge na Yesu Kristo. Pia tuwasaidie kupunguza umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Wenye kuwa na mahitaji katikati yetu tuwasaidie. Na hata nje ya sisi tuwasaidie. Na kufuatilia amani duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni kanisa ambalo tunafuatilia amani. Tunataka dunia iwe na amani, kwa sababu tukiwa na amani shida nyingi zitakwenda kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wengi tunapanda chuki. Pale ya kutafuta amani, sisi tunapanda chuki. Tunakwenda kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka tu nikumbushe kwa mambo tayari yameshafundishwa, kwa sababu hili somo ambalo tunakuwa na somo nzuri ambalo ninataka lituandae mimi na wewe katika huduma ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tujue
kwamba tunaingia kwenye huduma ya Kristo, na kulingana na zile taratibu za kanisa tunapaswa kujua ili kanisa linakuwa na utambulisho fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na huu utambulisho unatakiwa uonekane kwetu popote tuendapo. Kwa lolote tulifanyalo, tuonyeshe kwamba sisi ni watu wa dhehebu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Tunamtangaza Yesu Kristo na tunajenga familia zenye furaha, amani na upendo, pamoja na kufuatilia amani duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na tunasema hili litawezekana kama amani imekaa mioyoni mwetu. Tukiwa na amani sisi, tutapanda amani kwa wanaotuzunguka. Lakini tukikosa amani ndani yetu, itakuwa vigumu sisi kupanda amani kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Sijui kama kuna swali. Sijui kama kuna swali. Nimesema kwamba ninakumbusha kwa sababu tayari imeshafundishwa. Kuna mambo mengi ambayo tumeshafundishwa, na tumeambiwa kwamba tusiwe watu wa kusahau. Sisi tushike yale ambayo tunafundishwa, kwa sababu tukiyashika ndio tutakwenda tukionyesha na kutenda. Bwana Yesu asifiwe, na Mungu atubariki. Kabla sijakaa chini, ninahusika pia na kutoa matangazo ya kanisa. Leo ni tarehe 11 ya mwezi wa kwanza wa mwaka mpya wa 2026 ambao tumekwenda kuuanza. Lakini pamoja na hilo tunadaiwa bile ya jengo hili kwa mwezi uliopita. Ni huu ama uliopita? Mwezi uliopita hatujalipa, na wanaosababisha tusilipe ni wale ambao hawajatimiza. Tuligawa makundi matatu: wamama, wababa na vijana. Tukasema wamama $200, wababa $200 na vijana $100. Nafikiri wamama tayari ama hawana deni wenyewe, lakini wababa mpaka leo mhusika hajafika kwa sasa. Angalau anaweka nusu. Vijana za kwenu zimeshafika. Tunataka hivi tumalizapo ibada hapa mwachie mhasibu. Leo hatutakwenda na deni. Bwana Yesu asifiwe. Tayari tuna bili ya mwezi wa kwanza tayari ipo, na mwezi wa ngapi ule? Wa pili na mwezi wa 5. Tunakosa mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa pia tupate nani atatulipia bile mwezi wa 3, nani atatulipia bile mwezi wa 5. Naamini Mungu atazungumza na wewe na utafanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Cha pili kwamba Jumapili ijayo wale wenzetu ama wale nitumie lugha hii, wale watoto tuliowazaa wameanza kukomaa. Tulizaa mtoto pale Kentucky. Bwana Yesu asifiwe. Na Jumapili ijayo wanazinduliwa, wanatangazwa rasmi kuwa kutaniko. Tunakuwa na kutaniko lingine la Kiswahili pale Kentucky, na siku ya Mungu wanakwenda kuzinduliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri mchungaji ametupa lile tangazo kwa group, kila mtu ameliona. Sasa kama mtoto wako uliyemzaa anataka abarikiwe, wewe mzazi utafanya nini? Utaenda shambani? Utakuwepo, sio hivyo? Lakini kuna jambo moja ambalo liko sawa vile linataka kutufanya sisi tuende shambani.
Sijui kama kanisa mko tayari kwenda Kentucky, sijui. Wangapi wako tayari? Kwa yetu iko tayari? Kunakuwa na lugha mbili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu anakuwa na lugha, anasema kwamba mnasema ndio lakini hamji kwenye mazoezi. Maana tukienda Christmas mnakuja. Tukienda harusi mnaonekana. Lakini tofauti na hapo mnatokomea sijui wapi. Amen. Injili haina mipaka. Hata na wakati. Sachos. Ebo bano tayari kwa ya bada nusu. Na hili na nyimbo. Sio tu. Wakati wote nusu wa ndio. Na ndio mungu. Na bila hotel wa bai. Baki na bai. Hapa tuchibela acha mwana. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wa Mungu unatoa nini? Wokovu. Kwa kila aminie. Nanga tautanga ni ai. Basi mwalimu, andaa kwaya iko tayari kwenda. Hakuna muda wa kuandaa. Safari na siku ya 5, siku ya 4 Leo ni siku ya Jumapili. Utapata mnalipana kazi siku ya mpaka siku ya 5. Leo ni siku ya Jumapili. Amwezi mkakaa leo na mkafanya mazoezi. Wako tayari waende. Kwaya ni mazoezi. Kwaya sio atendeni kuhubiri mpaka tupike kila saa. Wale mazoezi. Sina wacha kwaya hii na kati ya tume mazoezi. Ndapo kwa kwaya baya wenyewe. Mpaka hata wale zoezi muelewe kama kule sherehe au bingu. Ndapo hiyo baya wenyewe lakini mpaka hata tunazo zoezi washikie. Yeah. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri nini mtakaa chini mpatane kile mtakachopatana. Kwa sababu ni kweli hawa ni kama vile wachezaji wa mpira. Na kama mchezaji wa mpira hana mazoezi, mambo mengine huwa mazito. Na uoga pia unasumbua. Ukiweka uoga mbele kama kiongozi, basi ni hatari. Inabidi usimame kijana, inabidi usimame. Sio kuendekeza, tunakuhimiza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri nataka niseme kwamba kiongozi Apotre Joy ametuma barua kwamba tayari ametayarisha gari ya viti 12. Anahitaji watu 11. Lakini pamoja na hiyo anahitaji sana wale viongozi washirikiane na yeye kwenye msafara. Kwa sababu katika msafara huu atatumia nafasi hii pia kugusa haya mafundisho ya uongozi. Na baadaye kuna mpango wa kuja kuwawekea mikono baadhi ya viongozi wetu hapa ili wawe viongozi rasmi ambao wamekubalika sasa. Mnajua mambo mengi hapa ni kama vile hayapo kwa sababu hatujakuwa na mtu ambaye amesimamia congregation hii aliyewekewa mikono rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Niseme kwamba tunatumika kinyemela, ndio Waswahili wanasema. Lakini wanataka sasa waweke mikono. Kumbe viongozi, wale wanajua kwamba viongozi wanatakiwa wawe kwenye msafara wa kwenda Kentucky. Kwa sababu somo linaendelea kwenye gari. Tunasikilizana hapa? Kwa lile gari la watu 11 ni kwa ajili yenu. Sawa? Na kwa wakae chini na waamini wengine wale wanaotaka kwenda. Tuna gari lingine hapa la watu tena 10 na zaidi. Ile nalo liko tayari kwenda. Si ndivyo? Tuna gari 2 ziko hapa. Hivi tuko pamoja hivi? Tuko pamoja? Kumbe ujue kwamba wewe ni kiongozi, huna budi ya kusema nimebanwa.
wewe moja kwa moja kwenye msafara. Sawa? Moja kwa moja uko kwenye nini? Kwenye msafara. Unalazimika. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa wengi na nini vijana, hata kama inaonekana mtaimba na mnajisikia shauku ya kwenda, gari lingine lipo, nafikiri kanisa litakaa chini liangalie dereva mwingine ambaye anasindikiza lile gari kwenda Kentucky. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hapa, nishawahi kusema hili wakati mwingine. Wanasemaga kuna hadithi moja ya Kibembe. Mtu anaweza kuanza kitu. Sawa? Lakini wanaopata faida ama tuseme faida ya kile kitu kunakuwa watu wengine. Sisi hapa ndio tumeanza kuwa congregation ya kwanza ya Kiswahili ya dunia ya Kikristo hapa Marekani. Na kupitia sisi sifa zinakwenda state tofauti. Leo Kentucky imezinduliwa. Kesho itakuwa Iowa. Kesho kutwa itakuwa Arizona. Sio hivyo? Na wengine wanapeleka hiyo Wisconsin, walikuwa wanatuhitaji tufike pale kwa sababu wanasikia kile tunachokifanya hapa. Lakini unapoangalia mwenendo wetu sisi ni kama tunafanya nini? Tunaanza kufanya nini? Kurudi nyuma. Sasa sisi tutakuwa wa mbele tena tuwe wa mwisho, tutatimiza hadithi aliyekuwa wa mbele anakuwa wa mwisho. Itapendeza kweli? Aliyekuwa wa mbele aonekane tena ndio wa mwisho, itakuwa vizuri? Kumbe tungejipa moyo. Licha ya matatizo, licha ya shida, lakini tujipe moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ile ndio nilikuwa nalo la kutangaza na kukazia, ni kwamba tujitayarishe. Sijui kama mchungaji anatuongeza. Abachangiwa. Amena. Etunumu unditendi enu. Biblia ikamwambia ni ombela tu wala bino. Uwe tayari kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa nini? Bino binile hana. Ndini hata mbusuku. Ubiri utulake. Ni ubiri. Mbaka lwa. Anga na uitanga emo ito. Na passion eshu ila ito. Unasanga mwane nina karibuni vitabu matano. Chana agenda. Chama maandalizi. Tachina usiku unatibiri. Mosanga mule maikecho, mule maikecho, mobatizo. Mule mamiwechi, mule maikecho mbalimbali. Umani ulimtumishi. Wacherela onye njira chos. Tule match. Tole mchezo. Na tulimbita. Tumulwana wa muito mangomosi. Mangwana otoli okolonuma wa muito wa ubu. Kiongozi mbemba kotani wa alimboboti. Kiongozi alimboboti. Muli mwebunde na ntumboboti. Maana macha mboboti ile. China mboboti. Ale mtu wikeli bembeleza batu ile la batu ni unga batu. Na owe mboboti wana ya kombo ya lile lebe China. Hili ana oeki. Biblia mtu wa binu nibo mu ongere lukundi le mwahebo. Ngata mu ola ku uibea beni wa bwana ole lukundi. Tuli batumishi. Itwanalika mula lishilala la uchimi. Yesu atule mtumishi. Unasanga utabu Marko. Injili ya Marko. Ali mtumishi wa watu. Bimu wa watu wama ngasobolwa ashiwenye ya babondo bose wale bali. Bobo vote na bule. Ule mtumo wa watu. Ule mtumila wa watu. Na hata guvernema chito na chu wetu Afrika. Ya kona.
Na betu tole tofauti na babo. Twabuchiwa na Mungu mpaka lui ambira batu. Na achitole nayo tayari na milelo. Elinga onda nitende. Muwe mule mui onja mango mos. Muwe mule mui onja mango mos. Mpaka tukini utole nacho. Tote ndani. Huduma ya Yesu ni ya nani? Yesu akijangwa ni kiunja. Paulo akijangwa ni kiunja. Na vitu sana mtu unjivo. Mango manga mubira imana hana. Ine niko na nabii kale. Mango mali moya ubira. Ndungi hala ni mupata makambo. Mitonga mange mubira. Ukiwa na bufu ale benini. Bemo sama ongana. Tuchon kanisa takyo osa yobe carnet de note. Mbaka kanisa mali maikicho. Turu muchu kichivo. Nango muchu kichivo. Ubonge wacherera o na yobe hitu Jonathan antu. Kwa mfano ule mukuru kyote nani bo tunzo la ro. Nani kire dan. Ora ole ntu mwabiwe misabe ni misange ngasa ngai amu yungira kenge ama muchuka ale mu eta ele otoma kama vitena na mulu tuma tu ibova bukucha ibova bukucha ibova tuma tu ima ani nturi umeni mangu molo wa Yesu Kristo oye yawe msalaba osiri shahidi mbele ya ulimwengu nzima nawe woi onja bikyanga byasha uira na bikyanga byabwira bana bali evangelist yakita wa muhima nyicho bana wa evangelist nyembo tu tamuche nyembo mole makala nyembo chiri moko bato mangu mama mu akemba mamu kemo lwembo ale mu tafakari makamale lwembo na halia mamu ucha bato kila mtu anakingira ya hewa na Mungu ibucha bato na to ola kuwa mwito ibaka au nyake yoito tuli mwilongo na wa mwito bama anwa mu ulo twamu to mango kemba kwa ya kapela umwe wembu umasese na wale wakimbile kwa ya tawale ba mionge wale lakini mwana ba mota ela yobe hai o hebo ela huanya huduma ya Yesu tamuma nendeli kamulani ya tatolebe etika mulahu to mango ombelicha et achamona ombe tuma tu bole na boba na tobe tole mu onja mango mos longa na sisitira no kila mo eto hos abena ya kishina agenda na obe kalamu hoso no uye hata oli bipindi bile mo salon sawo mo radio onde leli hungwa bya bitu mu atelicha bitu byo bitenda bingi bitu vatu tota leni manu Samuel abali ile achale manu Daudi abali ile achale manu indi amulu tuyentema ino atunda katibu betu babuta babo se bana bana tunu kwa Kentucky lakini betu ibuchi tushimwa toto onunabi mwa yomona on moyo mona kwa ele mumyamba kwa ele mumyamba ule lakini benu myamba ile uno mumwe moto onu benu watu wabuchibwa mwana kisenga se kini bo tata yole makalima watu bose na tata ntonge ma watu bose nongi watu ndi pasela wanani wa yo
ate nyinu ngato na bana kwa wetu boss lakini benu nzuri benu iko ya tu isenga mangu matolonga na nzuri ya hola bin betu osita o mabibon numba kala tu mota to onuma numba kala bale Belgique mangu mo no suku yin bale na tu bale mu changale tu ibada bale Congo bale mu no metu me ibada na nungu toshe toto onuma bima kucho tole wa muito nafasi. Amen. Yotende ela motenjoni bakimbi bose mushikale. Musa mumotoma njona mune ombe a uchimanyi ba ule ya kisinda. Tule motenda juu ya bakimbi. Huduma ya Yesu. Sasa mwalimu mubwele ni bose bale tayari Musa ngwe amabuka wa umweni sho uya bimuumizewe lumbaka aitanga ngendo chose niki mucho mona gari yake yechu ucho aitanga kwanza ubyake bichanga amotanga essence amotanga juu yabenu muendelee lakini mango ngabe ni moema ishacho mazoezi ile motenje wale ole ntema oshimula mbebe amungwa maumivu nabe chuto motenda nibo huduma ya Yesu ni huduma yetu ubibyo byao na muunde ile mumotenda weno ano muitange kabisa etebya tenda katibu alia mpila na kwaya bile bimo tu byao na mazoezi niki twashia mwatu mwalo mona bitwalo kokotana banu ya bino lumbaka lui osa mazoezi lakini mwao no mushikale kwanza bakimbi bosi hamuchunge ole bakimbi babele babe wa pembeni bawo no bashikale na bale bange babele biwa konje banao no bashikale lumbaka mube na bitu bibili bisatu bimotenda lumbaka lwabili binakililila kwaya enile mu ondisi sitiza etibya tenda watu nchungaji bana batoa bota batwa na makala male nguvu manga na bino bale bashiye Kentucky boyo mona bile Kentucky ole batobele nabo bashikile ba mona na bino niki boba baongeza zaidi ya bili yanja bamaha bibabyo ole kwaya binabo mona biba poste makwaya ngama mona ole kwaya fellowship ile kwaya beni mule bale ba achana kwanza ba kwa baki ulu ibale mweki kwaya lakini benu mu eta no se mwana shikonjwa mwashile eno samuna ekembete batwa bimuyolo ndaso uinose ope udumele yabe amene ombe mwingine obe oendelezeyo betuto alokonda na betuto aendele ikimba tushimuke Maria ndishibi mubana ne ano nkyolo lakini ashibete ntobile molo ndanzeli bope tuendeleze uduma yetu mule na milonge yangene manga na mulingi mukimbili mwene ombe olo mama alumba ma YouTube yanga momona washimona katibu ule mama ale nkambi mpaka amurushiwa sana kila mtu bino ashimone na wake bosebo baya oni ni kazo ndelo mpaka babibyo tobyo esana tobyo na yetu mani motinda mama muimane tafadhali ni musibe kwanza mutengane sana utuma emotwa makala bino bechuto aboko ngana kati kwa shike ongana kiongozi wa hiyo alopikila ile tare babu hilo mbelela nyombe to akasha toule ndombaka kumbe tare chino chitwa bwelo chocho ilo batu mabo oano chile chande ajoy ebubangi oya iba muyuka biziwa jengo rasmi na bawo na bechuto bibu na i atumena bwelo mchungaji mu etibi mwabashita muna osaitwa no muchwe abe batu bamba nyini bwabe no tata waloto iba no na bino to ayebo bechuba ngibutuni ndelo mbaka babibyo bashona mula mbono bino bitoko ya muone kole joy mbaka joy yo natenika mbano bale uno ebo bange makeba batende ebo bange te bakenta kibobu cha chinge congregation chicho mona
enge kundi ya imana ya Iswahili. Baba yetu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni mfalme wa wafalme. Baba, tunaendelea kuliinua jina lako kwa sababu wema wako kwetu ni wa ajabu. Tulikuwa watu wenye kudharauliwa kulingana na tabia zetu, jinsi tulivyokuwa hapo awali, lakini ukatuondoa katika uchafu wote huu, ukatuteua kuitwa wanao. Na Baba, tusiwe kama vile alivyo mnyama anayeitwa nguruwe, anaposafishwa lakini yeye tena anaendea matope. Baba, sisi ni wana wa kifalme. Tunaomba Mungu wetu tujitambue na kujielewa, tusimame katika hatua zile ambazo uliona zinatupasa sisi kuenenda katika hizo. Baba, endelea kututia nguvu. Baba, endelea kutupatia moyo wa kutambua kilicho kibaya, ili tuitwe wako kweli kweli. Tunakushukuru kwa sababu tunaamini ya kwamba ulitupenda, na Baba umetuteua na kututenga kabisa na watu wa dunia hii. Tuseme asante kwa upendo wako wa ajabu. Tunaweka kina mama wa kanisa hili mikononi mwako Mungu. Unajua wanawake ni jeshi kuu. Baba, tunaomba upate kuwapa moyo wa kujitambua ya kwamba wao ni akina nani katika huduma. Hata wewe Yesu Kristo ulijivunia ulipokuwa umezungukwa na akina mama, na ni hao ambao tayari wametangaza hata ufufuko wako, kwa sababu ni jeshi kubwa. Baba, uwape kujitambua. Baba, wapate kujiweka kabisa kuwa tayari katika utendaji kazi. Pia tunainua vijana wetu tukiwaweka mikononi mwako. Baba, ni wakati mzuri wa kukutumikia kwa sababu bado wana nguvu. Uwape kabisa na kuwaimarisha daima katika huduma yako. Na tutakosa pia kuweka wa baba. Baba, uwatie nguvu. Kila mmoja ajitambue ya kwamba aliye mkuu wa familia ni baba, na ni yeye anayepangilia kila jambo. Kama familia inafikia kuwa vizuri, ni kwa ajili ya baba, kwa sababu amepanga kila kitu na kuratibu ipasavyo. Ninaamini ya kwamba Mungu wetu utatusaidia. Basi tunakabidhi ndugu zetu ambao wana matatizo ya magonjwa katika jina la Yesu. Gusa baba yule, gusa mama yule. Watambua kila mmoja ni lipi ambalo linamsumbua katika maisha yake. Wakati mwili wa mwanadamu unapokuwa na matatizo, mawazo yake huenda huko na huko, na wengine wanafikia kabisa kuabudu sanamu, wengine wanafikia kabisa kusema ya kwamba Mungu hayupo. Lakini Baba, tunakuamini upate kuwaponya wana wako. Basi ni muda mzuri wa kwenda nyumbani. Tunaomba amani yako Yesu Kristo itutangulie, tuende tufike salama, na tuendelee kulitafakari neno lako usiku kama vile mchana. Tunaamini ya kwamba Mungu wetu utakubariki katika mambo yote kwa Yesu Kristo Mungu wetu. Tushiriki neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sasa na hata milele.